naambia watu ya Nyanza, mnaambiwa ati mimi sitaki nyinyi, mtakuja kushukuru mimi. Mimi naibia nyinyi siri. Hii Kasongo mimi namjua. Nyinyi hamjui mtu. Nimeona mnalialia hapo. Lakini Junet na Wanga wanalia balance. Si ati wanalia ati ODM inakwisha. Na waje. Je, ni nani anayevujisha siri za serikali kwa Gachagua? Na majamaa katika dhoruba mpya za kisiasa inatokea, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amekuwa akitoa madai mazito akifichua kile anachosema ni siri za ndani za utendaji wa serikali. Lakini hapa kuna swali kuu. Je, anapata wapi habari hizi? Ni watu wa ndani wa serikali au ni washirika wa kisiasa au kuna jambo kubwa zaidi linalofanyika nyuma za pazia? Na usiku wa leo tunachambua nadharia kuu ambazo Wakenya wengi wanazijadili na ni maana yake kuelekea uchaguzi wa 2027. Na kama umejiunga na katika runinga yetu ya TV kwa mara ya kwanza, na tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe ili uweze kupashwa punde tu tunapochapisha habari yetu. Na kwa wasajili wetu wa kila siku, asanteni sana kwa kujiunga nasi katika Sikiliza TV. Maana bila nyinyi hatungelikuwa hapa siku ya leo. Na hebu tutazame hii picha habari alafu tutarejea tuendelee kuchambua kwa wazi. Siku Raila amekufa, yeye na Wanga na Oburu hawakwenda kuchukua mwili, walibaki hapa wakauza ODM. Na nikuulize, kwa mila ya desturi ya Waafrika na Wajaluo hasa, huwezi rithi mtu kabla hajazikwa. ODM ilibadilishwa kabla mwili ya Raila kufika hapa nchini. Na tumeanza kuuliza swali. Na mimi lazima sasa niongee kwa sababu nimesikia Orengo wameongea. Si ndio? Raila Orengo amesema na tumesikia. Daktari wake anaitwa Olunya, profesa. Alikuwa amesema asisafiri. Apumzike, asifanye kazi mingi, aangaliwe vile anakaa. William Ruto akachukua ndege akapeleka Raila India against the advice of his doctor. Why did William Ruto go against the advice of Raila's doctor and take him with a private jet to India? Sindio? Raila amekufa India. Hakukufia kwa hospitali, amekufia in an institution. Sheria ya kifo, ukifa nje ya hospitali lazima kuwe na postmortem, ijulikane umeuawa na nini. Huyu Raila hakufanyiwa postmortem. Amesemekana azikwe haraka within 72 hours. Vile sisi tunaelewa mila na desturi za Wajaluo, hiyo maneno hayawezekani. Ukiona pia Ogora alikufa na ajali 72 hours. Raila 72 hours. Mwenye kutangaza ati 72 hours ni Kasongo. Wewe Kasongo, wili ya Raila ulijua namna gani? You are not part of the family. Sindio? Pwani amemaliza. Wabunge wote ya ODM amewachukua. Ameenda Western amewachukua. He has reduced ODM to be a Luo party. And that is what he wanted. Sasa, within the Luo party ambaye imebaki, ameweka Raymond Omolo, PS, amempatia pesa. Hii watu ya Raila ile ya zamani, wale wako na msimamo ya kupigania wa Kenya, amewasimamishia candidates. Na ameambia Omolo tafuta goons ya kusaidia kutoa hii watu. Na hii watu ya ODM niliwaambia. ODM Ruto alinunua kwa Oburu, Junet na Wanga, akalipa deposit. Sasa wanasikia Junet na Wanga wanalia. Hawalii kwa sababu ODM imekwisha. Kasongo amekataa kutoa balance. Sindio? Amesema ndio nitoe balance, lazima mtoe Sifuna, muweke Ababu na Mwamba, ndio nikuwe na control ya ODM. Until you remove Sifuna na muweke Ababu. Na unajua Ababu ile kiti alikuwa nayo ya ubalozi imepewa Aida Odinga. Sasa Ababu anangoja kuwa Secretary General ya ODM. Sasa Wanga na Oburu na Junet wameambiwa, bila nyinyi kutoa Sifuna, muweke Ababu na Mwamba.
siwezi toa deposit kwa sababu mnaweza kunigonga. Unajua Kasongo kwa sababu ni mtu ya kugonga watu pia anaogopa kugonga. Na huyu Junet anamjua vizuri. Na mimi nataka nione Junet akisema Rigijia tusaidie ni kwa sababu Junet na mimi tunajuana zaidi. Waswahili wanajuana na huyu Junet ndio alitumika na Ruto kusabaratisha uchaguzi ya Raila 2022. Mimi nilikuwa hapo Junet akaitwa na Ruto. Nilikuwa randemate ya Ruto. Si ndio? Ruto akaniambia Rigathi. Siku anaitwa Rigijiri kuja baadaye. Akaniambia wewe Rigathi uelewi maneno. Huyu mzee ndio tumuweze wacha tuchukue mtu yake anaitwa Junet. Hii ni mtu ya pesa. Wacha tukikoroga yeye kule kwa wakalejin Raila asikuwe na agents nijue vile nitapanga maneno huko. Huyu Junet alikuja awasite there. Kamewa pesa 5 million cash nikiwa hapo. Na zile alikuwa amepatiwa na Uhuru ya agents akaambiwa na Kasongo hiyo pesa usitumie jisaidie naye. So ODM did not have agents. Junet ndio alisabaratisha safari ya baba kwenda Ikulu. Na mimi hata kama siku nataka huyu baba, on second thought, nikiona vile hii Kasongo ametusumbua, haki ya Mungu, afadhali hila ila angechaguliwa. Angetusumbua, nikiwa na yeye ikiwa deputy yake, akaniambia, he cannot allow ODM to stand ataimaliza. Sindio? Sileo niseme. Akasema atamaliza ODM. Akaenda akatafuta Raila. Na nikauliza yeye because I could not understand what he was up to. Nikamuuliza wewe ulisema hii Raila ndio shida ya Kenya. Ulisema hii Museni muganga. Ulisema ni mtu ya kungoa leri. Umesema Kenya hawezi endelea kiweko. Imekuaje umemtafuta? Akaniambia sikia Rigiji. Wewe uelewi maneno. Inafikanga wakati unatafuta adui yako ndio umalize yeye na watu yake. So wacha nileta hii mzee karibu, nimchanganye, nimsaidie aende AU, akiondoka nimalize ODM. Akaleta Raila akapatia viti nini, namna hiyo. Kwa bahati mbaya Raila akapumzika. Huyu Raila ameingia pale, amegawa ODM. Wale watu ya Pwani amemaliza. Wabunge wote ya ODM amewachukua. Ameenda Western amewachukua. He has reduced ODM to be a Luo party. Kipanda anapata faida. So in the next 3-4 weeks mafuta itapanda na zaidi ya 40 shillings kuendelea mbele. So na ikipanda fare itapanda. Kila kitu itapanda. Sasa wewe William Ruto umetajirika. Sasa hii utajiri mingi ni ya nini? Si umeumiza sisi ya kutosha. Tafadhali tosheka na ile umepata. Hiyo inatosha wewe. Sasa hii ya mafuta umesema iongezwe hata ifike pesa ngapi? Wewe ujali. So that is the problem. To sell Kenya Pipeline. Kenya Pipeline is valued at 600 billion. It's being sold by 400 billion. You know? Then the valuation has not included land in Mombasa that is worth about 40 billion. And this company is being bought by Nigerian who is an in-law to President William Ruto. I know because I was there and I had refused when the matter was brought to the cabinet committee that I chaired. Katika huko Mara ameweka hoteli. Aboseli, he is demanding from Governor Lengu 400 acres aweke hoteli. Huko Samburu National Park ameweka. This man has taken over all businesses and driven kila mfanyabiashara out of business. Ndio sasa anaweka mambo ya affordable housing. Amefungua factory ya tiles. This man is in every field ya biashara. Amechukua biashara yote Kenya. Mpaka matatu amechukua na watoto wake. Sasa stealing everything. Sasa amefungua factory ya furniture Eldoret. So amesema msitu ifunguliwe ndio watu wakate miti wapeleke kwa factory yake. Everything is about him. Yeah? Sindio?
Yeye anataka to destroy the Mau forest because he has opened a factory ya furniture. So he is saying no imported furniture. Furniture yote itatoka kwa factory yake na miti itatoka kwa misitu yetu. So he wants to destroy all our forest, the whole ecosystem, and destroy it. G means government to government. In an ideal situation, you'd have government bodies in the Middle East doing business with the government bodies in Kenya. For the Middle East situation, it is the way it's supposed to be. The 3 companies selling oil to Kenya are government owns. But in Kenya, we should have used the National Oil Corporation or the Kenya Pipeline Company, which are government owned. But instead, private companies were contracted to do G2G. These are profit-making companies. You know, ideally, if there were government bodies, they will not be making profit. So they are making profit. And that is what is adding to the cost of the fuel. And again, of course, there's a conflict of interest. These companies were not picked competitively. Very senior people, including the president, are part and parcel of these companies. So they sit down and decide the prices for profit. So they cannot make any decision in national interest. The decision is profit-oriented. It is individual interest. And that is where we have a problem. Naam, katika mahojiano ya hivi majuzi aliyekuwa naibu rais ametoa madai mazito kuhusu utendaji wa serikali katika sekta muhimu. Haya ni madai yaliyotolewa hadharani na Gachagua na bado yanapingwa katika ulingo wa kisiasa. Miongoni mwao ni madai kuhusu sekta ya mafuta, akiashiria migogoro ya ndani ya serikali, madai kuhusu rasilimali kuu za nchi kiwemo kampuni za Kenya Pipeline, na matamshi yanayoashiria kutoelewana kati ya maafisa kuu serikalini. Na isitoshe madai ya kuwa kifo cha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ilikuwa imesababishwa na Mheshimiwa Rais William Ruto. Na ufichuzi huu umezua mjadala mkubwa nchini. Baadhi wanaamini anasema ukweli, huku wengine wakidai madai hayo yana msingi ya kisiasa au yamepambwa uchumvi. Na nadharia ya kwanza wa Kenya wameweza kutoa pale ni kuwa habari hizi zinatoka wapi? Wameweza kujisema kuwa wavujisha siri wamo ndani ya serikali, na maafisa wa sasa serikalini huenda wanavujisha habari. Baadhi wanaweza kuwa wafurahishwi na uongozi wa sasa, huku wengine wakihofia kusema moja kwa moja kwa usalama wa kazi zao. Hivyo wanadai kumpa habari Gachagua ambaye anazitoa hadharani. Ikiwa ni kweli, hii inamaanisha kuna nyufa ndani ya taasisi za serikali. Na nielezeni pale kwenye comment section, maonaje? Yaweza kuwa kuna mtu ndani ya serikali anavujisha siri hizi kwa Mheshimiwa Gachagua, na lengo kuu la kuvujisha siri hizi ni gani? Yaweza kuwa ni kufichua njama za serikali, au ni kwa sababu watu hao wamekasirishwa na vile serikali inavyofanya kazi wakati huu? Hebu nielezeni pale kwenye comment section, maoni yenu ni gani? Alafu nadharia ya pili pia ni kuwa Wakenya wameweza kusema kuwa kunaweza kuwa na washirika wa kisiasa ndani ya mfumo. Manake Mheshimiwa Gachagua anaweza kuwa na wafuasi walio bado ndani ya serikali, na hawa watu ni waliofungamana naye kisiasa na mitandao aliyojenga kwa miaka mingi katika Mlima Kenya na uongozi wa kitaifa, ikiwemo wizarani na mashirika ya serikali. Na nielezeni pale kwenye comment section, maoni yenu ni gani? Yaweza kuwa kuna wale wako ndani ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto wanamuunga mkono Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na ndio maana wanafichua zile masiri za Mheshimiwa Rais Ruto kwa Gachagua. Hebu nielezeni pale kwenye comment section, maoni yenu ni gani? Nitashukuru sana. Na nadharia ya tatu ni pia kuna vita vya mamlaka ndani ya serikali. Manake baadhi ya wachambuzi wanaamini huu si ufujishaji tu, bali ni ishara tu ya vita vikubwa vya mamlaka. Mabadiliko serikalini huenda yametenga makundi fulani ambayo bado yana uwezo wa kufikia mifumo ya habari, na hii inaashiria hitaji ya mageuzi makubwa ya kitaasisi. Naam, nielezeni pale kama mwaona kuwa kunaweza kuwa na vita ya mamlaka ndani ya serikali. Yaweza kuwa, unajua, inasemekana kuwa Mlima Kenya ilikuwa ndani ya serikali kutoka muhula wa 2002 hadi 2022, na kwa hivyo kunaweza kuwa wameweka wafanyakazi baadhi ya sekta mbalimbali, na watu hao kama wamefanya kazi kwa miaka 20 na
ndio wanaweza kuwa bado wanajua nje na ndani ya serikali na wanaweza kuvuja siri hiyo kwa urahisi. Inaweza kuwa ni vita vya mamlaka ndani kwa ndani. Hebu nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu ni gani, nitashukuru sana. Na nadharia nne ni kuwa kuna mtu wa ndani anayefanya kazi mbili, yani kama double agent vile, na kuwa kuna mtu karibu sana na mamlaka ambaye anafanya kazi kama wakala wa pande mbili. Anatoa habari kutoka ndani huku akifanya kazi kisiri na upinzani. Ikiwa ni kweli, huu ni udhaifu mkubwa na wa kijasusi. Na Wakenya, nielezeni pale kwenye comment section, mwaona kuwa kunaweza kuwa na mtu wa ndani anayefanya kazi mbili. Anafanya kazi kwa Mheshimiwa Rais kisha baadaye usiku anaenda anafichua siri kwa Rigathi Gachagua. Je, wawezaona ni nani mtu huyo? Hebu nielezeni pale kwenye comment section, mwaona ni nani anaweza kuwa akifanya anatoboa siri ya Mheshimiwa Rais pale kwa upinzani? Nitashukuru kwenye comment section. Na Wakenya pia wameweza kusema kuna hatari za uvujishaji wa siri hii katika siasa. Manake hatari ya kwanza ni kuwa kwa uchaguzi wa 2027, manake ikiwa habari nyeti zitaendelea kujitokeza zinaweza kubadili mtazamo wa umma wa kuathiri mkakati wa rais wa kuchaguliwa tena. Na nielezee pale kwenye comment section kama uvujaji huu utaendelea, inaweza kufichua njama ya serikali kubadilisha uchaguzi. Hebu nielezeni pale kwenye comment section kama inasaidia upinzani kujua njama za serikali za kushinda uchaguzi zijazo. Na pili, inaweza kuwa iko na faida kwa upinzani. Kufikia siri za ndani kuna ruhusu upinzani kujibu haraka hatua za serikali na kuwa na ujumbe mzito wa kisiasa. Naam, nielezeni pale kwenye comment section habari hii yenye Mheshimiwa Rigathi Gachagua anatoa kwenye anatoa kwenye wazi hivi, ina faida kwa upinzani, inawasaidia kuweza kujibu kwa haraka hatua za serikali. Hebu nielezeni maoni yenu ni gani, kama inawasaidia, ina faida kwa upinzani. Na ya tatu ni pia kwa inaweza kuwa iko na hatari ya propaganda. Kuna hatari kuwa baadhi ya habari zinaweza kuwa zimezidishwa uchumvi au kutumiwa vibaya kwa malengo ya kisiasa. Naam, nielezeni pale kama mwaona habari hii inaweza kuwa yatumika kama propaganda. Tuwajua kwa wazi Mheshimiwa Rigathi Gachagua amesema kuwa Mheshimiwa Junet alilipwa milioni 5, na kwa mabishano Mheshimiwa Daktari Miguna aliweza kujibu na kusema haiwezekani Mheshimiwa Junet alilipwa milioni 5 ili kuisambaratisha uchaguzi wa Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo inaweza kuwa kuna pale kuna propaganda pale. Mheshimiwa Rigathi Gachagua anaweza kuwa, manake anajulikana kama truthful man. Wakenya wengi wanampa ile masikio kumsikiza Kenya anasema, na pale punde tu watu wanampa masikio ndio Rigathi Gachagua anaanza kutoa propaganda. Na Mheshimiwa Daktari Miguna aliweza kufichua moja propaganda hizo, na Wakenya wengi wameweza kujibu na kusema kuna hatari kubwa ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua akinena maneno anayonena. Na pia tunajua kuwa Daktari Oburu Odinga ameweza kusema kuwa anampeleka Rigathi Gachagua kotini kwa madai ya kuwa Daktari Oburu Odinga alilipwa kuuza ODM. Samahani. Na Daktari Oburu Odinga ameweza kupinga madai hayo na hayaambatanishi na madai yenye hao wanajua ukweli wa mambo yalivyokwenda baada ya kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo kuna hatari ya propaganda pale. Daktari Miguna na Daktari Oburu Odinga wameweza kufichua kwa matamshi ya Rigathi Gachagua. Na cha nne pia kuna kuongezeka kwa joto la kisiasa, manake tayari tunaona majibizano makali, vitisho vya kisheria na lugha ya kisiasa, na hii inaweza kuelekea kwenye makabiliano makubwa ya kisiasa. Naam, tayari tumeshaona kuna vitisho za kupelekana kotini. Mheshimiwa Daktari Oburu Odinga amesema anampeleka Rigathi Gachagua kotini. Kwa hivyo kuna joto la kisiasa kinaongezeka pale, manake inaonekana sasa kama viongozi wa ODM wameanza kujibizana au vita vya kisiasa na viongozi wa DCP, na hii inaweza kuleta majibizano makali
na ipandishe joto la kisiasa. Mwaonaje? Maoni yenu ni gani pale? Mnielezeni. Matamshi ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua yanaweza kuongezeka kwa joto la kisiasa. Ndio sababu kuu tunaona madai ya Dr. Oburu Odinga anampeleka Rigathi Gachagua kotini. Hebu nielezee kama ndio sababu kuu ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua, athari za kutoa matamshi kama hayo kwa Rigathi Gachagua. Hebu nielezeni pale. Naam, na swali kuu pale Kenya wameweza kujiuliza ni pale, je, Gachagua anafichua ukweli au anacheza mchezo wa hali ya juu wa kisiasa? Naam, nielezeni pale kwenye comment section, maonaje? Ni Mheshimiwa Gachagua anafichua ukweli au anacheza mchezo wa hali ya juu ya kisiasa? Na muhimu zaidi, ni nani hasa anayempa habari hizi? Kama una ripoti tayari, tafadhali nipe kwenye comment section. Tutashukuru kujua ukweli wa mambo ni gani pale, na tunataka kusikia kutoka kwako pia. Ni nadharia ipi unayoamini zaidi? Na je, unafikiri ufichuzi huu utaathiri uchaguzi wa 2027? Weka maoni yako pale. Kwa maoni yangu, nadharia ya ufisadi naweza amini, manake Kenya inajulikana kuna ufisadi sana, na tayari tunaona kwenye runinga kuwa kuna scandal ya mafuta, na kwa hivyo matamshi ya serikali kufanya ukarabati kwa ile G2G, wanaita G2G, ile oil ya kuleta mafuta Kenya. Naam, inaweza kuwa ni njama imefichuliwa pale, na Mheshimiwa Rigathi Gachagua alipata habari, ndio kwa kweli, lakini si habari yote Mheshimiwa Rigathi Gachagua anatoa kwenye umma ni ya ukweli. Kuna yale anabadilisha, anaweka chumvi kidogo, na hii ufichuzi unaweza athiri uchaguzi wa 2027. Na kama vile anavyotangaza kilichofanyika kwa kifo cha Mheshimiwa Raila Odinga, hiyo inaweza kuathiri uchaguzi wa 2027, manake wengi waliompenda Raila Odinga wanataka kusikia Raila Odinga alipata haki, na kama hakupata haki basi wataona wampigie debe Mheshimiwa Gachagua anayeahidi kuwa kutakuwa na upelelezi na uchunguzi kwa kilichofanyika kwa Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo kunaweza kuwa na athari ya uchaguzi wa 2027, na kwa hivyo kama Mheshimiwa Ruto anataka kushinda uchaguzi, ama kama ODM wanataka kubaki kwa broad based government na iendelee mpaka uchaguzi ujao, basi kuna vile wanafaa wajue ufichuzi unatoka wapi haswa, unatoka kwa pande yao ya ODM ama pande ya UDA, ama kuna mtu ndani ya serikali anafanya kazi pande zote mbili. So kwa hivyo lazima wafanye uchunguzi, wajue ni nani anatoa habari hiyo, ndio waweze kuziba hilo shimo. Naam, kama umetazama uchambuzi huu mpaka muda huu, asante sana. Tafadhali like video hii, toa maoni yako, share na wengine, na usisahau kujiunga na Sikiliza TV kwa kubonyeza subscribe kwa uchambuzi zaidi wa siri za mamlaka. Na baki na habari, baki na msimamo, na baki na Sikiliza TV. Asanteni sana kwa kujiunga nasi, na natumaini tutaonana katika video ijayo. Asanteni.